kikubwa cha ufahamu anaijua. Sijui mwanasiasa yoyote Tanzania na mwanaharakati yoyote Tanzania anayejua Tanzania, si tu Tanzania bara Tanganyika, anayejua Tanzania bara na visiwani kwa kuisoma na kuijua, kwa kufahamu mambo kama Lissu. I'm telling you, kile kichwa kikiondoka, kutengeneza Lissu mwingine itagharimu vizazi vyetu. Yaani ni vitukuu vyetu ndo kutupatikana Lissu mwingine. We need that guy alive, tena akiwa na health ya kiwango cha juu. Tunamhitaji Lissu alive na akiwa na afya bora. Ana siku ya 400 na kitu. Siku 400 na kitu. Kuna mtu mmoja aliwahi kushare na mimi. Labda niliongea hapa kwa sababu it's so personal. Labda natoa, labda na ufahamu. Kakatoa kwa sababu kakatoa yuko hapa. Maybe it's so personal. Labda litawaumiza kwa sababu mimi liliniliza. Labda litawaumiza muone kiukweli tunatakiwa tufanye kitu. Sikiliza. Lissu ule mguu mmoja haukunjiki. Ule mmoja haukunjiki. Selo aliolazwa Lissu haina choo cha kukaa. Sasa nafikiri unanielewa na kutaka kwenda. Selo aliolazwa Lissu haina choo cha kukaa. Ni choo cha kuchuchumaa. Ule mguu haukunjiki. Kwa mujibu wa huyo alileta taarifa ambaye zimetoka ndani, amesema kwenye chama, amemtaja na mtu aliyempa ambaye alienda kumtembelea Lissu. Sitamtaja huyo mzee. Anasema kwa kiwango hicho, kwa sababu hakuna choo cha kukaa na ule mguu haukunjiki, mwenyekiti Lissu huyu ambaye tunamheshimu kama role model na kila kitu, inabidi ajisaidie kwenye gazeti ndo akaweke chooni choo chake. Can you imagine? And we are here out, we are talking. Mimi sisikii au mtandao wangu Uhuru? Hasikiki, nadhani itakuwa ni mtandao wake binafsi. Wako nyumbani kule. Tunahitaji kufanya jambo. Mimi ni share. Shukrani sana. Naomba mnifollow. Watu 262 mmenifollow 48. Serious? Wakati account na watu 100 na ngapi jamani? Hii account na watu 139. Msiniambie kwamba eti nyinyi 139 ndio mmenifollow. Haya, ni follow ni basi. Au kakatoa labda ndo waambie mtamuelewa. Kakatoa, hebu waambie watu wanifollow. Ini maovi CCM kaka Marcus hawa hayo yani follow tu hivi. Sasa ndo nayataka hayo mapumbavu majinga, mashenzi kabisa. Mimi nashangaa Tanzania wanapenda. Asante sana kaka. Asante sana kaka Lioba, kaka Marcos kwa kutuambia. Jamani, mheshimiwa Lissu anapitia mambo mengi sana. Sisi kama Watanzania, Watanganyika, tunatakiwa tuungane na Chadema. Hii Tundu Lissu alikuwa anapambania haki ya Watanganyika wote na sio Chadema peke yake. Kwa hiyo ikitokea imeitishwa maandamano kuhusu Lissu, watu wote tunatoka barabarani na sio Chadema peke yao, kwa sababu Lissu alikuwa yupo kwa niaba ya Watanganyika wote. Lissu ni mtu anayependa haki, kwa hiyo lazima na sisi tumpiganie, tuweke uoga pembeni. Yule mzee anateseka ise. Yaani kuna muda mtu ukikaa hivi unawaza, unajisikia vibaya mpaka unaweza unatoa machozi. Mwana, naomba nikupe kwanza mic maana umetaka kuongea muda mrefu sana. Mimi nasema tu mambo yangu madogo tu, lakini kusema ukweli tunateseka huko nchi za watu, tunateseka hasa tena sana. Kama huko nchi za watu kibao wanajiuza, mademu kibao wanajiuza, lakini hawapati hata hizo haki zao. Ukienda huko naambiwa tafuta sijui kitu gani, tafuta kitu gani ndio usafiri. Mademu kibao tunateseka huko, wanaleta watu wajiuze, lakini mwisho wa siku wana nini tu. Yaani hata sijui nisemeje.
mwishoni watu wengine wanajiua, wengine sijui wanafanyaje. Kusema ukweli tunateseka, tunatamani turudi nyumbani. Mpaka sasa hivi ninavyosema tunatamani turudi nyumbani, tunateseka. Miji ya watu tunateseka. Sina maneno mengi, lakini tuombeeni jamani turudi nyumbani. Tunateseka huko miji ya watu, tunateseka. Tunaona maisha nyumbani hayaridhiki. Ndio maana tunaenda miji ya watu, tunaenda kujiuza tupate kitu chochote kitu, familia zetu maisha magumu. Ndio hivyo. Mimi sina hata maneno mengi, naogopa hata kuongea hapa, naogopa kuongea hapa, naogopa. Lakini kusema ukweli, watu huku mchiza watu wanateseka. Mtu anaambia ujiuze, wanakuleta Nigeria, jiuze, lakini mtu mwingine huna pesa ya kulipa, unateseka. Tumekuja kujiuza lakini miji ya watu, lakini kwa sababu maisha yetu ya kwetu magumu, ndio tunakuja mchiza watu kuja kujiuza. Lazima tuongee hapa tutoe dukuduku letu. Watu tuko kutoka 2000 na ngapi sijui, atumalize madeni, tunajiuza, tunaondoka manyumbani kuja kutafuta maisha, lakini maisha yenyewe magumu tu kama Tanzania tu. Upo kama mimi ndugu yangu kafaulu mtihani wa form 4, kafaulu mpaka chuo kaenda, lakini alipoenda kupemba kulipitia majibu kaambiwa hajapita. Jina limeuzwa. Siwezi kuongea lakini na kigugumizi, lakini nasema jamani, maisha kweli magumu Tanzania, maisha magumu mpaka tunachekwa nchi za watu, tunachekwa maisha magumu. Tunachekwa jamani, ya maisha ya kwetu tunachekwa. Tusiseme uongo. Tukisema uongo tunabamizwa, lakini nasema hivi maisha magumu Tanzania, maisha magumu. Hata nchi za watu lakini maisha magumu, lakini tunapambana tu hivyo. Wengine mpaka tunaogopa kuongea hapa. Mimi mpaka mimi mwenyewe natetemeka, naogopa. Naomba tu nishuke, naogopa. Sasa kuongea naogopa. Lakini maisha magumu, kusema kweli maisha magumu Tanzania. Tunaenda miji ya watu najiuza. Mpaka wanatuambia wewe from wapi? Tunaambia mtu from Tanzania. From Tanzania. Mpaka wanatuogopa kwenye hizi nini grabo boti, wanatuogopa hawaongee. Lakini tunateseka sana jamani. Mtusaidie turudi nyumbani tu. Mimi nitarudi nyumbani hata kama sisaidiwe, lakini nitarudi nyumbani kwetu kwa sababu napambana mwenyewe, najua. Lakini mimi ndugu yangu kafaulu mtihani wa form 4, kafaulu chuo, kaenda Pemba, kafaulu Pemba, lakini kuja huku kashindwa kupata nini cheti. Anapo jina lake limeuzwa, halipo jina lake. Kwa nini anakuwa hivi maisha? Kwa nini wanatupa maisha magumu? Kwa nini tutapambana na maisha? Kwa nini tuishi hivi maisha? Huyu mama aondoke, hatumtaki. Mwenyewe napambana sasa atoke, hatumtaki. Sitaki hata kumuona, sitaki sasa. Naomba nishuke. Cha uchungu tu. Pole sana mwana, pole sana. Wakutie nguvu, Mungu asimamie. Tujitahidi, tutakomboa nchi, kila mtu ataishi vizuri, kila mtu ataishi comfy life. Kiukweli Samia anatusababishia maisha magumu sana. Pole. Namchukia huyu mama, namchukia sana. Aondoke, simtaki, hatumtaki, aondoke. After they grabbed me 3 months ago, Billy, let's just say he deserved it. Okay, pole sana jamani. Naomba mumfollow Warioba. Watu mpo 252 hapo, nitegemea nione watu 400. Sababu mtu mmoja inasoma mara 2. Kwa hiyo naomba mumfollow hapo, mumchangamkie. Mwaga anafungua live za masaa 3 ya moto, lakini sasa ile account yake kubwa saizi watu wengine wakijaribu kuiangalia hawaioni. Kwa hiyo ana account hiyo mpe jamani. Mzalendo, wewe ni mzalendo, unapenda vitu anavyofanya Marka, hebu follow. Karuka, yes. Amondoka hivi na amegusa mioyo yetu kwa kweli, na sijui maskini anakaa wapi maskini hapo. Yuko hapa juu bwana. Hakuna Watanzania wote wa kuweza kwa sababu sisi sote sio kwamba ni matajiri, tuna pesa, tuna nini, lakini angalau kama ni wapambanaji namna hii, hatuwezi kuruhusu wapambanaji wenzetu hawa ambao wako huku nje wakapitia mambo ya namna hiyo bwana, kumfariji na angalau
kumtia moyo, awe na mtu angalau kumtia moyo kwamba ya kesho tunaiona nuru ipo. Unasijisikie vibaya kiasi hiki, unajua. Sasa kama kuna Watanzania anakaa wapi maskini ya Mungu, lakini naamini wapo wapambanaji sehemu hiyo. Naona bwana. Sio nyinyi ni CCM ya kwenda kutaka kwenda kumteka. Nasema wapambanaji shenzi hiji. Maana mkishasikiaga hivi ndio mnaanza. Nasema wanaharakati. Kwa sababu wapo kila mahali. Ni sijui kama udada angekuwa Marekani hapa lazima tungemtafuta. Maana Marekani hapa wanaharakati wapo wengi sana. Asingepitia magumu anayoyapitia. Basi sijui anakaa wapi maskini hapo. Naomba basi nyinyi hapa mnamfahamu mumfariji huyu dada. Naona bwana awe na imani kwamba kila kitu kitakuwa sawa, at least ya kesho ione kwamba tomorrow is going to be fine. Yani kila kitu kitakuwa sawa kabisa yani. Ndio tunapoteza ndugu zetu hivi. Unaona kwa mambo ya namna hiyo ya. Kwa hiyo tumfariji huyu mwanaharakati mwenzetu, tumfariji huyu dada huyu. Kaongea kwa uchungu sana. Isiende tu ikapita tu kimya tu hivi. Wanaomfahamu na najua wapo hapa watu. Sote tunafahamiana. Please fanya hili kitu hili. Nashukuru ni hiyo tu. Basi kama kuna mtu ambaye kama mwana kuna mtu unaweza kumfuata, unaanza kufuata tawe hapo Ruge au mtoto yote uko DM tujue tunafanyaje mwana. Nadhani tutakuwa umemsikia Ruge. Pole sana. Mwana uko juu, unaona message zako zimekuwa nyingi za kupandisha, naona uko juu. Kwa hiyo unaweza kumfuata Ruge hapo, mtu yote tu hata Warioba tujue. Yeye atatuletea tu feedback tutajua. Pole sana. Samuel Sanga, karibu. Dada Daphne, simwambie kabisa hana haja ya kufanya hiyo, kujiuza kufanyaje maisha. Things can get better, you know, sio lazima hiyo iwe hivyo tu. Mipango na kila kitu chochote, kitu tu chochote kile. Unaona Mungu atasaidia tu hiyo. Una haja ya kufanya hivyo, yani zipo njia nyingi tu. Sijui kwa nini watu unaona hapa watu nasoma wanasema Malaysia. Sijui kwa uko Malaysia wazee hamna wanaharakati ambao mnaweza mkatoa michongo ya kuelekeza dada zetu kuliko kwenda kuanza kufanya kazi za kulazimishwa kufanya vitu vya namna hii. Na wanaleta watu, nyinyi mnaleta dada zetu alafu mnakuja kuwalazimisha kwenda kufanya vitu vya namna hivi ya kuwaumiza. Sijui kwa nini mnafanya ushetani wa namna hii. Zipo kazi nyingi tu mnashindwa kuwapa kazi. Zipo kazi kama hapa Marekani za nursing home zinafanywa bila makaratasi. Zipo kazi nyingi tu, kwa nini mnalazimisha dada zetu wakafanya vitu vya namna hiyo? Ili uchukue hela tu, na mnangangania, nasikia mnangangania vitu vyao, mnangangania passport zao, mnangangania, mnawaingiza kwenye uslave, kwenye utumwa wa kishenzi. Na especially ni wanaharakati kama hivi. Muuliza swali zuri. Nilitaka wote saidia huyu dada hawezi kufanya kazi ya namna hii wazee. Na ni mwanaharakati huyu. Ni mwanajeshi. Nashukuru mwana dada love. Mtu ambaye alikupeleka huko ameshikilia passport yako. Marekani ashika passport yangu na kila kitu changu. Naishi maisha magumu, mwanangu anasoma. Na kila siku nafuatilia, kusema kweli nafuatilia hizo harakati. Lakini nakaa tu chumbani kwangu nafuatilia, lakini nasema ya maisha yatakuja kupita tu. Ipo siku mimi ndugu zangu wawili wamesoma, mpaka ndugu yangu mmoja kapelekwa Pemba kufuatilia mambo ya polisi, lakini jina lake limekatwa. Kapewa mtu mwingine. Naongea kwa uchungu kwa sababu mtu tunaishi maisha magumu. Mamangu kamsomesha ndugu yangu kwa uchungu, kuuza chapati tu, kauza chapati. Ndugu yangu asome na mimi mwenyewe napambana. Leo mimi ndugu yangu jina lake linakatwa. Katika maisha ndugu yangu anakatwa jina lake. Hapana kikitu, hapana hata siku moja. Haiwezekani ndugu yangu akate jina lake.